Habari, leo tujifunze kuhusiana na swala zima la kupanga malengo. Lakini nasisitiza mada hii kwa sababu chochote kile unachotamani kukifanikisha katika maisha ni lazima kianze kwa wewe kuandaa malengo. Kwamba natamani kufika hatua fulani, nitafanya ABC. Sasa kutamani kufika hatua fulani, hilo ni lengo. Nitafanya ABC, huwa ni mpango mkakati au mpango kazi, hatua utakazozifuata ili kuweza kufika hatua hiyo. Kwa mfano, mtu anasema anatamani kuweka akiba mwaka 2024. Hilo ni lengo alilonalo. Atafanikishaje lengo hilo la kuweka akiba? Basi inabidi aandae mpango kazi. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi sana malengo yao huwa hayatimii. Na wanajiuliza kwa nini? Ikifika mwezi Disemba, mwezi Novemba, akiangalia anaona bado malengo hayajafika pale anapotamani yafike. Sasa mtu anapokwama katika malengo yake, sababu ni nini? Watu watakuja na maelezo mbalimbali kwamba unajua mwanadamu upanga, Mungu upangua. Unajua nilipitia changamoto fulani, nikawa pesa ambazo ningetumia kwenye uwekezaji nimetumia kwenye matibabu ya familia. Sawa, hizo zote ni sababu, lakini kikubwa kuliko vyote kinachofanya watu malengo yao yasifanikiwe ni kwamba wanakosa elimu sahihi ya kupanga malengo. Ukimuuliza mtu ili upange malengo inabidi uzingatie nini, hajui. Ukiwauliza watu wangapi malengo yao wanayo kwenye maandishi, hawajui. Lakini wanasahau kwamba kuna nguvu sana katika kuandika malengo yako na mpango kazi na kuyaweka katika maandishi kuliko kusema malengo ya mwaka huu ninayo hapa kichwani, kwa hiyo sina haja ya kuyaandika. Kuna nguvu katika kuandika. Kwa kuna sababu nyingi zinazofanya watu washinde kutekeleza malengo kikamilifu, na sababu nyingine pia ni kusahau kwamba kama ambavyo unaingia darasani kusoma, ni muhimu pia ukatafuta elimu ya kupanga na kutekeleza malengo kikamilifu. Sasa leo nitagusia mambo matatu. Jambo la kwanza ni ufanye nini ili kuweza kuandaa malengo vizuri, kwa sababu malengo yamegawanyika katika namna tatu. Na jambo la pili ni namna rahisi ya kuandaa mpango kazi. Hapa nitatumia mfano mmoja. Tuanze na namna tatu za kuandaa malengo. Namna ya kwanza, andaa malengo yako katika namna ambayo una lengo mama. Kwa maana ya kwamba una malengo matano, lakini kati ya haya malengo matano, hebu jitahidi kwamba lengo fulani hilo ni lengo mama. Hata kama mengine yote yatakwama, basi hilo litimie. Wengi wanasisitiza kwamba lengo mama inabidi liwe lengo la afya, kwa sababu pasipo ya afya basi mengine yote hayawezi kufanikiwa. Lakini tukiachana na hilo, wakati mwingine lengo mama ni kile kitu ambacho unatamani ukifanikisha zaidi kati ya vile vyote vitano. Na zaidi ya yote ni kile kitu ambacho unaamini ukifanikisha mengine yote kidogo yatakuwa na nafuu. Kwa mfano, kama wewe unatamani kuweka akiba na ndio kiu yako kuu, unaweza kuamua kuelekea kama lengo mama. Haijalishi unatamani kujenga, haijalishi unatamani kupata faulu nzuri, haijalishi unatamani kuoa. Kama lengo mama ni kuweka akiba, jitahidi upambane uweze kufanikisha hilo. Na hii itakusaidia. Ukiwa na lengo mama, maana yake ni nini? Utawekeza muda mwingi zaidi kwenye lengo hilo, utawekeza rasilimali nyingi zaidi kwenye lengo hilo. Rasilimali fedha, nguvu na mengine yote utajitahidi kuhakikisha kwamba unayawekeza zaidi hapo ili hilo lengo liweze kufanikiwa. Jitahidi unapochagua kwamba hili ndio lengo mama langu, liwe ni lengo ambalo unaamini kwamba ukilikamilisha mengine yote yatakuwa na nafuu. Na hata kama mengine yasipotimia, lengo mama likikamilika unakuwa na amani ya moyo. Then namna ya pili ni kuhakikisha kwamba unaweka lengo lako katika ukomo wa muda. Kuna watu wanashindwa kukamilisha malengo ni kwa sababu lengo kubwa sana wanataka kulikamilisha ndani ya mwaka mmoja. Kumbe inabidi wavunje malengo yao katika vipande vidogo vidogo. Wawe na malengo ya muda mfupi, malengo ya muda wa kati na malengo ya muda mrefu. Kwa mfano, unatamani kujenga nyumba, kipato chako ni cha kawaida, usiseme mwaka huu lazima nijenge. Huu mwaka ni wangu. Bado unaweza kuamua sasa nitaweka akiba kama hatua ya kwanza. Halafu hatua ya pili, lengo labda wakati nitanunua kiwanja. Hatua ya tatu nitaanza ujenzi. Kwa hiyo unaweza kujua kwamba lengo lako hilo lakini umelivunja katika hatua kadhaa, kwamba kuna malengo madogo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, ili mwisho wa siku uweze kupata kitu kamili. Na namna ya tatu ya kuandaa malengo ni kuweka katika makundi: malengo ya kiuchumi, malengo ya kijamii, malengo ya kiroho, malengo ya kimwili. Kwa mfano, ukaamua kujimarisha kiroho kwa kufanya ibada zaidi na kuhudhuria kanisani, hilo ni lengo la kiroho. Kusoma Biblia zaidi au vitabu vitakatifu, hilo ni lengo la kiroho. Kuwa na vikao na watu ambao wameimarika kiroho, viongozi wako wa kiroho, bado ni lengo la kiroho kwa ajili ya kujimarisha. Lakini unaweza kuamua pia kuwa na lengo la kimwili, kwa maana ya kwamba ukaamua nitajitahidi kula vizuri na kufanya mazoezi, lengo la kimwili. Na kingine ambacho unaweza kushughulikia hapa ni kuwa na lengo pengine la kijamii. Nitajitahidi kufanya matendo ya huruma, nitajitahidi kuhakikisha kwamba hata kama mambo yote ni magumu, wala unatoka hata out mara moja kwa mwezi kurefresh. Hizo zote ni social goals. Kwa hiyo faida ya kuweka malengo katika utaratibu wa makundi ni nini? Inakusaidia kuhakikisha kwamba unaishi maisha kamili. Sio wewe ni kusoma tu mpaka unasahau kuishi, au unaamua kuwekeza fedha tu mpaka unasahau kushughulikia afya yako. Kwa hiyo jitahidi
Lakini mwisho, kwa mfano unaweza kaamua kuandaa malengo yako kama malengo mseto, umechanganya vitu vyote kwa pamoja. Kwa hiyo nisisitize kwamba jitahidi kwanza kuchagua aina ya malengo utakayopanga. Aidha utapanga kama lengo mama, utapanga kama makundi, au utapanga malengo kadiri ya ukomo wa muda. Na jambo la pili, unapokuwa umetengeneza hicho, ni muhimu sasa ukaandaa mpango kazi. Mpango kazi sasa ndio ramani yenyewe, kwamba ili nifanikishe lengo fulani nitafanya hivi na hivi na hivi. Hebu nitoe mfano. Mpango kazi mzuri inabidi uwe smart, uwe specific, measurable, attainable, realistic and time bound. Kwa Kiswahili rahisi, mpango kazi inabidi uwe mahususi, specific, uwe unatekelezeka, attainable, uwe measurable, unapimika maendeleo yake, uwe time bound, uwe na ukomo wa muda, na uwe ni halisi, realistic. Kwa mfano, nitumie mfano wa kuweka akiba. Ukisema nataka kuweka akiba mwaka huu, ni lengo, lakini akiba kiasi gani? Mwingine atasema natamani kuweka akiba ya kutosha. Je, akiba ya kutosha ndio kiasi gani? Milioni 5 au milioni 50? Sijui unaona shida ilipo. Kwa hiyo jitahidi kuwa na lengo mahususi na linalopimika. Kwa hiyo unaweza kuandaa lengo la namna hii na kuliandika. Natamani kuweka akiba ya shilingi 360,000 za Tanzania kufikia mwisho wa mwaka 2024. Kwa nini lengo hili ni bora zaidi? Kwa sababu limejibainisha unatamani kuweka kiasi gani cha fedha. Unaweza kulipima kwamba baada ya miezi 3 inabidi uwe na walau 90,000 kama akiba. Baada ya miezi 6 uwe na walau 180,000. Ukiwa na pungufu ya hapo, maana yake inabidi uongeze juhudi katika kuweka akiba. Lakini pia ni muhimu sana ukaweka ukomo wa muda, kwamba huku kuweka kwako akiba ni ndani ya huu mwaka mmoja. Kwa hiyo ndio tofauti ya malengo ambayo ni smart na malengo ambayo umeyatengeneza kwa kutumia common sense. Tutazidi kuelimishana mengi kuhusiana na swala zima la kupanga na kutekeleza malengo kikamilifu, lakini lazima ufahamu kwamba kupanga malengo kunahitaji pia upate uzoefu. Ufanye, ukosee, ujaribu, urudie ili uweze kuwa mahiri katika eneo hilo. Nashukuru sana. Tutazame katika mitandao ya kijamii kwa kuandika Elton Modest. Asante.